Wewe ni nani? Na huku umefuata nini? Kumbe ndo uko huko msituni unawatisha watu Yaani umekaa huku una kazi ya maana. Yaani ulivyojiweka tu hapo, yaani majani sijui umeweka. Hivyo vidude gani? Vidude gani hivyo dogo? Yaani umekaa, yaani umevaa vidude hata vieleweki. Unakuja unawatisha watu wanakimbia. Mtu kaacha panga, kaacha ndala. Kisa wewe dogo. Sasa wewe nataka nikupe fundisho ili ukome kuvaa majani na kuwatishatisha watu huko msituni. Yaani watoto kama nyie. Yaani nataka ngojea kwanza. Yaani watu kama nyie sio moja, yaani mbili na banda ili nikukomeshe. Mtoto pori, maisha yake si ya kawaida. Wankoto. Namkoti. Na ujumbe wako toka kiongozi wa Talimo. Kiongozi wa Talimo? Ujumbe gani huo? Kiongozi wa Talimo anahitaji kumposa binti yako. Ampose binti yangu? Swala hilo kwangu mimi halitowezekana. Tambua hilo sio ombi, bali ni amri kutoka kwa kiongozi wa Talimo. Kwa kijana yajo nenye keteje ndali chengelia na ndilie nenye keteje aho aje nchoko wangu ngana makalengala ni tu kwenu ngana nchoko wangu aolewa je. Mbona unakimbia kama unakimbiza? Usinisogelee. Wewe ndo wale. Hakuna cha ushemeji hapa. Ushemeji ndaka nikapata na nini? Haya. Odi hapa. Karibu, karibu. Karibu sana. Karibu kae. Asante. Karibu. Asante wapo. Kabla saizi. Salama. Karibu bwana. Shukrani. Kimwaki. Naam. Karibu sana. Ushakaribia. Yaani bwana Kimwaki wewe ukija basi unajua una jambo. Kweli Mtobili Mpomoli. Ujio wangu huu kuna jambo mimi linanitatiza. Na nahitaji majibu kupitia kwako. Kwa kifupi mimi juzi nilienda msituni kwa ajili ya kukusanya kuni. Sawa. Lakini kwenye harakati zangu nikakutana na kitu cha ajabu.
kwanza kabisa nilisikia sauti, na baada ya kufuata uelekeo wa ile sauti nikafika mpaka eneo husika. Cha kushangaza nikakutana na mtoto mdogo polini katikati ya msitu wa Nyamkongo. Mtoto mdogo wa kiume wa kike? Kwa jinsia yake sina uhakika sana, ila kwa muonekano wake ni mtoto wa jinsia ya kiume. Baada ya kumwongelesha kwa muda mrefu hakunijibu chochote. Nikamgusa kwa ubapa wa panga. Yule mtoto alinigeukia kwa macho makali sana, yenye kuwaka misili ya jua la saa 7 mchana. Ishia hapo hapo kwanza bwana Kimwake. Mimi niseme jambo moja, ule msitu wa Nyankongo ule. Kwanza ngoja kwanza, kuna jambo tulifanya. Chado! Njoo kwanza mara moja mwanangu. Usiku haonge lakini unajua kila kitu. Siri za damu hazifichiki milele. Baba alikuwa ngome yangu, sasa ni hofu yangu. Nyumba imekuwa gereza, sauti zimepotea ndani yangu. Nilikimbilia porini, nikilia na kivuli changu, nikikataa dhambi ambayo siwezi kuifanya kamwe. Nimebeba maumivu yasiyo na jina, ninatafuta pumzi mbali na tima. Nilikuwa mtoto tu, sikuchagua haya, lakini dunia imenigeuza kuwa mpweke wa giza. Je, kuna mtu atasikia kilio changu, au nitapotea kama upepo wa usiku? Ninakimbia kivuli cha damu, ninajificha kwenye mikono ya giza. Nisaidie kabla sijazama ndani ya laana isiyo na mwisho. Ninakataa mimi si namba. Sasa nenda pale ukumbini pale juu ya kamba. Nalete miwani yangu ipo juu pale. Sasa bwana Kimwake. Naam. Ina maana wewe ulivyoingia msitu wa Nyankongo kuna jambo lolote baya ulilifanya? Aidha kujisaidia ama vijana nyinyi inawezekana ukawa umeingia na mwali ndani ya msitu? Hapana. Sikuweza kufanya hivyo. Ngoja kwanza tuone. Sawa. Bwana Kimwake. Ndio mtabiri. Kiukweli hali ya msitu jinsi inavyoonesha haiko sawa. Lakini mpaka sasa sijapata majibu nini haswa kilicho ndani ya msitu. Sasa kwa vile umeniletea hii taarifa, ndio itabidi mimi niendelee kuifuatilia.
aidha niingie msituni au nifanye harakati zangu zingine, lakini kikubwa zaidi nitaingia msituni kwenda kujua hali ya msitu ikoje. Basi sana mimi ngoja niende kufanya shughuli zangu za. Haina shida bwana. Hiki ni kitu gani ambacho mimi nashindwa kukitambua? Je, hiki kitu ni cha heri ama ni cha shari? Yaani tangu nianze kufanya kazi yangu mimi hii ya utabiri, sijashindwa kuona kitu ndani ya kijiji hiki. Hiki kitu kitakuwa ni kitu mimi ni roho. Wewe Jasi. Ninakataa, mimi si sadaka. Una matatizo gani? Mbona upo hapa? Nini? Mbona onekana upo sawa? Hamna kitu, mimi nipo sawa. Upo sawa? Huko unalia? Wewe niambie, usinifiche. Umepata na nini? Nipo sawa. Yes. Mimi ni mtu mzima. Unapokuwa sawa najua, na usipokuwa sawa mimi nafahamu. Usinifiche chochote. Mimi nitakusaidia. Mimi si sadaka. Nimemkumbuka marehemu mama wangu. Basi usilie mdogo wangu. Hilo ni jambo la kawaida. Ni mipango ya Mungu. Hapo ulipokaa sio sehemu salama. Twende nikusindikize nyumbani. Mimi ni roho yenye thamani. Nilimwona akili ya chini ya miti ya kale. Bia nimedimu bia tamu, nisichagui kitu zaidi ya pombe. Bia tamu, wewe ni bia tamu. Roho kulewa roho nyaso ambie mtu kwa ila ndio hivyo tu. Muda mwingine tunalewa tumia zako vizuri, lakini watu wanasumbua. Haya bwana, shelewa sana, fanyaje? Unataka kufanya nini? Wewe nani unapenda kusumbua watu mpaka wanafunzi hivi Unapenda kutesa watu. Hata ni mwage kojo. Unajua utamwala kojo Unauliza tu maswali. Wewe kufanya kitendo hiki? Unapenda kukata simu, usinikate simu, tumie hela. Hebu ndani akatoa Mungu kaeka hapa ili vitu vifanye kitu. Yaani vipi? Vianze tunajua. Sio unauliza vipi? Wewe mwanafunzi enda shule. Endelea kufanya unachotaka kufanya. Wenza, wewe nani kwa madoa toka ipita hivi. Sio kataa. Hata hiyo gongo hiyo, wewe ngapi? Acha. Usije kupitia gongo hiyo. Maana utakuwa takataka kwenda kwa madoa. Hakuna. Wewe beba. Haipo, yuko. Jamani mimi ukuje mbona kama tena haipo, haipo. Haipo. Safanayo. Haipo.